Hi, and welcome back to my YouTube channel. As you know, it's been a minute. Najua kabisa mmekuwa mkijiuliza like, why is she so quiet? I've been busy. Nakumbuka mara ya mwisho nimeupload video nilikuwa nazungumzia namna ambavyo nimeanza safari yangu ya biashara hapa nchini Sweden. So leo stay tuned here like kana mimi. Leo nitaelezea changamoto zote ambazo nazipitia, lakini kumbuka ninapokuambia haya yote simaanishi kwamba unatakiwa uogope kuanzisha biashara yako. No. Niko hapa kuencourage na utambue kwamba you can do this. So if Irene can do it, you can do it. It's not easy, but if you are certain and committed, you can do it. So nakutana na changamoto mbalimbali. Kwanza kabisa nataka utambue kwamba mimi sina wafanyakazi wengine, nafanya kazi mwenyewe. Mimi ndo natuma invoice kwa wateja wangu. Mimi ndo natakiwa nifanye bookkeeping. Mimi ndo natakiwa nitume all the income and stuff kwa tax office, like niseme kama TRA ya Sweden. So I'm doing everything by myself. I didn't have any knowledge. I know nothing, but I'm learning by the help of different apps and also asking around. And yeah, siku hizi tumepata hata nafasi ya kutumia ChatGPT inatusaidia kurahisisha mambo. So kama nikihisi nimekosea, nauliza kidogo kwenye ChatGPT. And mind you kwamba pia lugha yangu mimi bado haijawa vizuri sana kwa sababu sijapata nafasi ya kuwa na practice kuongea every single day. So nitaanza tu na kisa kidogo ambacho kilinitokea a few weeks ago. Nina mteja wangu ambaye yeye naendaga kumsafishia every second week. So wakati nimeenda, ananiachiaga funguo mahali. Nafika namchukua ule funguo. Na mwanzoni nilikuwa naondoka nao, lakini baadaye nikaona it's not okay kuwa na funguo za watu. So nikafika nikachukua funguo. And then kulikuwa na wazaliwa wa hapa wamekaa wananitazama. Nilivyoingia tu ndani wakaja, yani the way walivyokuwa wanagonga mlango mwanangu. Kama vile jambazi. Alafu mmoja alikuwa ameshikilia simu namna hii ananiuliza, "Hewe ni nani umeingia humu ndani? Hatujawahi kukuona hapa." Nikasema mimi nimekuja kufanya usafi. Akashusha simu. Alivyoshusha simu, sasa niliongea nao kwa lugha yao pia. Na hicho kitu pia nahisi kilisaidia waka calm down a little bit. So nilivyowaambia nimekuja hapa kufanya usafi, wakaanza kusema samahani and so on. So hizo ni baadhi ya changamoto, lakini pia kuna changamoto zingine ambazo, kwa mfano ningekuwa ni kampuni kubwa labda na wafanyakazi nini, kunakuwa na policy ambazo kwamba nikija kusafisha unatakiwa usiwepo nyumbani. Kuna wateja wengine ambao hawapendi hivyo, wanataka wawe nyumbani unapokuja kusafisha wawepo kwa sababu tu hawana imani. Lakini kuna changamoto nyingine nilikutana nayo. So huyu mteja akanitafuta mara ya kwanza, nikaenda nikazungumza naye, nikaangalia nyumba yake, nikampa quote kwamba itakuwa ni kiasi kadhaa kwa sababu yeye alikuwa anahitaji deep cleaning, ule usafi ambao hujafanywa muda mrefu, madirisha, yani unagusa kila kona ya nyumba. Anyway, nikamfanyia mara ya kwanza. Nilivyoondoka baada ya wiki moja akanitafuta akasema nimekwangua choo chake. Nikamwambia it's been 1 week past, kwamba ndo umeona leo, lakini nilitumia ile professional language. Yule dada akaniambia no it's not like that, lakini nimekutafuta ili tuendelee na regular cleaning, kwamba wewe unakuja mara moja kwa wiki. And I'm like boom, nimepata mteja mwingine, you know. Anyway, so baada ya hapo nikawa naenda namsafishia. Siku nyingine hata akiwa hayupo ananiachia mlango wazi, naenda namsafishia. Siku moja akaniambia nimemharibia taa yake. Nikamwambia naomba unitumie kwa sababu natakiwa nilipe kama mimi ndo nimeivunja, kwa sababu hiyo ni policy ya biashara yangu. Dada akutumaga picha mpaka leo ninavyoongea. Mwisho wa siku nikaamua niseme I fired her. So mpaka sasa hivi nimefire to client. Mwingine nilikutana naye kinavyofahamu mimi, hata mimi before sijaanza biashara yangu ya usafi nilikuwaga nikiajiri watu. Kipindi hicho Malaika pia ni mdogo, nilikuwaga nikiajiri watu hawajawahi hata siku moja kwenda kuchukua uchafu. Huku tunawekaga uchafu, kuna drawer ambazo unaweka uchafu zimeandaliwa specific kwa ajili ya uchafu. Hakuna hata siku moja mimi hapa nimewahi kuambia wale watoe uchafu au wao wakaja wakatoa uchafu. Siku zote watu sisi ndio tunautoa, kwa sababu unatakiwa useti, yani unakuwa sorted according to your dustbin. So nimeenda kwenye hii nyumba, ni mteja ambaye amekuwa refer from another client. Nimefika akanikaribisha vizuri, alinionyesha choo kimoja. Technically nyumba za Kiswidi
kama kuna first floor and second floor kunakuwa na vyoo viwili. So yule dada alinionyesha choo kimoja cha upstairs and I did clean. And kama nikienda kusafisha for the first day, huwa nafanyaga deep cleaning. Not like kama umeamua kubook regular cleaning, mimi nitajitahidi nifanye a little bit of deep. So wakati nafanya nimemaliza kila kitu, baadaye naondoka, yuko upstairs. Namwambia nimemaliza, naondoka. Ameshanitumia details za kumtumia invoice. Ananiambia, yani aliongea kwa kunikaripia, umemwaga uchafu. Nikamwambia haupo kwenye list ya vitu ambavyo nafanya, na list nilikutumia. Akaniambia kampuni nyingine ninazofanya nazo kazi wanamwagaga uchafu. Nikamwambia kiukweli hata kisheria ukiangalia siruhusiwi kumwaga uchafu, kwa sababu kwanza unaishi kwenye nyumba. Nikienda kumwaga uchafu, ninaweza nikaweka uchafu sehemu ambayo sio sahihi, kwa sababu uchafu unakuwa sorted. Akaniambia naomba ukamwaga huo uchafu. Nikamwambia for the first time and last time, siku nyingine sitofanya. Then nikaondoka. Nilipoondoka akanitumia message, hujasafisha choo kimoja umekiacha. Nikamwambia mimi nikija for the first time huwa siku zote na focus on what you have showed me. So those are like kind of changamoto ninazokutana nazo. Saa nyingine unakosa wateja, unabaki tu na wale, kwa mfano unabaki na wale wateja tu wa mara moja kwa wiki, mara moja baada ya wiki mbili unakuja kusafisha. Siku nyingine unapata watu wa kuwafanyia moving out cleaning. Kila biashara ina changamoto. And kuna kitu kimoja ambacho nataka nikukumbushe wewe ambaye unatamani sana kufanya biashara hii. Kweli tunajua, tunaoishi diaspora, tunajua kabisa kwamba kazi ni ngumu kupata, na ukipata mara nyingi huwa sio za moja kwa moja. So kama ukitaka kujaribu, unajaribu. Lakini mimi kwa nchi ya Sweden najua unaweza ukaanza bila kulipa ushuru, and then kuna hiki kitu unaweza ukasajili bila kulipia pesa. Kwa hiyo siku hata biashara yako ikifa, bado hujapata hasara sana. Ni ngumu kwa kweli, siwezi nikasema ni rahisi sana, lakini ndio hivyo napambana, and I'm here and I'll be sharing a lot of stuff. And nimekuwa bana nikiongea na watu tofauti uko TikTok, so nina plan jamani, ni hint nakupa. Nataka nianze kuwa nawaita hapa, tunafanya video, tunazungumza, wanatupa experience zao na sisi tunajifunza wamefikaje hapa. And if you think that's a good idea, please comment below. And thank you for watching. Do not forget to subscribe, share, and see you next time. Bye.